Kuna siku nimedanganywa tu na mwanaume twende kwangu ndakupe 200. Wewe ukisikia 200 si ni pesa mingi sana. Tukaenda na huo mtu. Nakwambia wanaume wametoka huku chini ya kitanda. Wananionyesha aje, hadi ni watu wananijua tu, wananionyesha aje. Haya tutaki mbele, tunataka nyuma. Tulingangana, wamenipiga mbavu, wameninyonga hadi na kimbao. Ikabidi sasa venye wamenifanya hivyo, acha tu nitii. Haina shida. Na nakwambia kufanya matako. Wallahi mamangu ndio tulimzika kama umbwa, shimo ya wenyewe Lang'ata tumemrusha nini, si tuko Magam tumemwagilia mchanga haraka. Wallahi nyinyi ati shimo mlinunua pesa ngapi? Pelekeni sanduku yenu huko, tumezika mamangu Lang'ata, tumechachisha aje maumbu hai. Mpaka tunaondokewa kwa barabara. Nini? Maiti tumebeba tumeika kwa ngunia na mkoko. Wawe mpaka Lang'ata. Mochari tulimwende aje. Ati mnakataa hapo, ati kutupatia mwili ya mamangu. Aje itakuaje? Haiwezekani. Majina yangu naitwa Joyce Waithera Wambui. Mimi mimi ni street girl. Ambapo mimi nikijipata ama nikijielewa nilijipatanga huko Tao. Nilijipata hadi nikivuta gum whatever na masista wangu huko Tao plus mama yangu pia yeye tulikuwa tunavuta gum sisi wote tulikuwa tunashare. Mama yangu ilifika mahali aliaga, alikufia huko Tao. Na venye mama yangu alikufia huko Tao, tulikaa sana kabla tuende kutoa mama yangu mwili. Alitolewa na machokora wenzangu huko mochari, walikuwa wanakataa na mwili. Ikabidi tutafute mkokoteni, hatukuwa na sanduku. Tukaenda tukachukua mwili na machokora wenzangu. Tukaenda tukatoa mama yangu, tukampeleka Lang'ata. Hata tulimzika kwa shimo ingine, hata si yetu, tulipata wanataka kuzika na sisi tukaingiza mwili ya mama yangu hapo na tukamwaga mchanga. Na shughuli ikaisha. Sasa mimi ile maisha nimegrow nayo na masista wangu, kuanzia ule mkubwa hadi ule mdogo, tumegrow tu sisi street tu. Juu hatujui kwetu shago. Hadi familia kina madhe hatuwajui. Yaani hakuna mtu mwenye ashaitokezea akasema ati yeye ni wetu ama ni anko yetu. Hakuna. Sasa sisi tumegrow hiyo maisha. Hapa Kiamaiko mimi nilikujanga kwa masista. Venye nilikujanga kwa masista, nililetwa tu na beste yangu mwingine alikufa, aliuliwa akaekwa machupa huku. Aliuliwa huko Tao akaekwa machupa huku. Sasa nikaanza kukuja kuomba chakula napelekea masista wangu. Kidogo nikaambia masista wangu kujeni nimeona base ingine. Huwa tukikaa wapi hapo kwa masista. Tukakaa tukaanza kukaa hapo. Tena machokora wengine nao wakatufuata. Hivyo hadi saa hii tu wako tu hapo au machokora wenzetu. Kenye mimi naombanga Mungu kwa kwetu na familia yangu moja tu, ajitokezee tu, akuje aseme nyinyi ni watoto wa sister yangu, wacheni niwaoneshe kwe. Sasa hatujuangi mpaka watu wakina mama yangu. Yaani sijui hata naweza sema aje. Unajua kama tunajua mtu mmoja wetu wakina madhe ingekuwa at least. Sasa hatuwajuangi. Sasa Mungu naye akatusaidia tu. Yenye pia Mungu ana huruma. Tumeacha gam. Tena kuacha gam. Ndio sisi hao tumeingilia tena Chang'aa. Wakawa leo. Kuna siku nimedanganywa tu na mwanaume twende kwangu ndakupe 200. Wewe ukisikia 200 si ni pesa mingi sana. Tukaenda na huo mtu. Nakwambia wanaume wametoka huku chini ya kitanda. Wananionyesha aje, hadi ni watu wananijua tu, wananionyesha aje. Haya tutaki mbele, tunataka nyuma. Wallahi nakwambia kabla tulingangana, wamenipiga mbavu, wamenipiga mbavu. Wameninyonga hadi na kimbao. Ikabidi sasa venye wamenifanya hivyo, acha tu nitii. Haina shida. Na nakwambia kufanya matako. Huyu anaingia na huyu anaingia, nilikuwa nimejaa mavi kila mahali. Wasamaria wema, Mungu haachanishangi mtu wake. Kuna demu mwingine anaitwa Jane Watere, ni preacher anahubiri. Huyo mama sitajasahau na yeye. Juu hata nguo zenye tunavaa yeye ndio hutupe. Ako na kanisa hapa, ni mama yetu, anatupenda sana.
Watele alinitafutia mahali, akanipeleka hosi. Nikaenda huko Karen, akanitafutia watu, akanilipia hadi huko Karen. Nilikuwa nafungwa adult diapers, nilikuwa nakula na sewage. Juu nilikuwa nimetoka hii kamba ya huku kwa Mataku ya huku nyuma. After kurudisha akili, nikahojiwa, nikasema ni mtu fulani na fulani, si ati si watu siwajui, ni watu najua. Anaitwa Ibra, wa mwingine Jakababa, na kuna mwingine Kajojio. Kajojio alitorokanga. Sasa Ibra ndiye alishikwa na huo Jakababa. Walishikwa wakapelekwa hapo post, mpaka nikuje niandikishe statement. Nikaleta ngona Uber, nikaenda huko nikaandikisha statement. Tena kuandikisha statement mimi nikarudishwa wapi? Karen. Siku ya kotini tukaenda kotini. Nimeenda kotini siku kadhaa. Wamekaa huko, hawezi kosa, wamekaa mwaka na mwezi. Ilikuwa ni siku ya nini? Ya curfew. Mimi hadi saa hiyo Ibrahim namuona huku nasikia vibaya sana, naogopa juu hata nilienda hapo post nikaandikisha. Nikasema huyu kijana kuna siku ameniona hapa amenitema mate. Kwenda ninaambia usiesi, ni kama pia usiesi ni kama amehongo kwa kitu. Usiesi akaniambia kuja kesho kutwa, tujue ni aje. Nikaenda. Lakini nakwambia na venye mimi walinifanyanga hivyo Matako mpaka nikatoka hii kitu ya kukumia hadi saa hii siwezi kula chakula ngumu, siwezi kula kideri, siwezi kula ugali. Nikienda kwa choo ninapasukanga, saa zingine hadi ninaogopanga kwenda kwa choo. Saa zingine hadi niweza kaa kwa choo karibu masaa hizi 2 kabla niamke. Hata kuna ile kitu ninafaa kutolewa kitu kingine. Ni venye saa hii sina pesa na Watele sijui yako wapi saa hii. Kuna kitu nimewekwa, ile imewekwa na huku nyuma ka kitu tu. Hiyo kitu hadi saa hii ninafaa nitolewe, ita expire tu kwa mwili hiyo kitu. Saa hii mwenye nilembo ninafaa kutolewa hiyo kitu, saa hii hadi imepitisha miezi ngapi? 3. Iko huku. Sina pesa ati ninaweza enda ati huko Karen. Huko Karen hospital saa hii hadi nikaenda hawezi nisikia. Na hiyo kitu si shilingi 2. Sasa mimi ni kama maiti tu. Hii ni ukimwi. Hiyo ni kitu iko huku. Inafaa kutolewa, sina hata bob. Mimi hata kukula ni kubahatisha. Sasa zingine hadi nasanga hivi nasikia kujitia tu nikufe tu. Lakini nikiangalia masista yangu na wahurumia tu. Lakini mimi naombanga Mungu naombanga Mungu ni asante. One day tu. Hadi sister yangu naangalia hivi na wananiambia gai, "Waithesi kama uko uhai okoka tu." Ndio wenyewe wewe umetoka mbali. Sasa hadi watu wananionanga wanauliza, "Ai, huyu ni Waithesi kweli?" Juu wengi wanajua mimi ni maiti. Juzi mimi nimelala, sister yangu naye ndio huwa anaripiwa na huku nyuma. Kwenda kumsaidia tena ndio mimi nimeshikwa. Sister yangu anaripiwa na huku na mimi naripiwa na huku. Sasa hebu niambie ni maisha inakaaje? Si tumepitia. Kale kanyumba tunaishi 3, sisi wote ni walevi. Hiyo nyumba ndio imeingia maji. Saa hii hadi mattress yenye tulikuwa tunalalia, tunaanika ikauki na mwaga tu maji. Sasa hadi tumeamua sasa leo tulikuwa tumepanga turudi tao. Juu sasa hata nyumba tunalipanga dhao moja. Hiyo dhao moja mpaka tuende tuduru tu huko tao. Si afadhali tukae tu tao venye tumezoea kukaa huko kwa street. Juu maisha huko tao utaokota machipo, kwa hizo utapatana na mtu atakupea labda nakula, anti nipe, anakupea anti nipe mbao hivyo. Si survive hivyo tu. Lakini mimi nasemanga tu kama kungekuwa na mtu mmoja tu akina familia ya Mathe tu, akuje tu, akuwe tu na huruma. Ile huruma tu ya watoto wa sister yake, akuje tu. Hata kama mamangu alimkosea, akuje tu aseme tu watoto wa sister yangu wanahangaika hivi Nairobi. Juu mimi nasikia kuna mamangu ni Murang'a, akuje tu. Tuchukue tu, tumeteseka miaka mingi. Kila saa ni kurepiwa. Kama jana usiku sister yangu anaripiwa huku, mimi naenda kumsaidia na mimi naripiwa na huku. Na ni vijana wadogo, watoto wadogo. Sisi tunazaanga tu tunanyang'anywa watoto. Tukizaa tunanyang'anywa watoto. Tukizaa tunanyang'anywa watoto. Hakuna mwenye saa hii ako na mtoto. Na mimi niko na watoto 2. Siwaonangi walivwa huko tao. Sister yangu na yeye akishaza watoto wanaibiwa. Sasa hii ni maisha gani? Tukizaa watoto wanaibiwa. Tukizaa sijui ama wanaendanga kuuzwa. Sijui ama wanapelekangwa wapi.
wanaibiwa wakiwa ingali wadogo. Juu ya nini? Zimeshika. Si kondoso zako, sinavuta magamu zako. Si mtoto amekuja amechukuliwa, wewe si umeoma tu. Si mtoto amekuja amechukuliwa, hujui ni nani amemchukua na ni tao. Sasa sisi kazi yetu ni kuzalia tu watu wakibanga watoto wetu. Sasa hadi nikapata na watoto wangu siwezi wajua. Mmoja aliibwa akiwa na wiki 2 hata haja katika kitovu. Ule mwingine ndio huo aliibwa akiwa na miaka 3, alikuwa ananitangata mama. Walienda na yeye. Sasa sijui ama ni biashara wanaendanga wanafanyiwa. Watoto wa sister yangu kwanza walichukuliwa wawili wameshikwa mkono walienda hivyo. Juzi amezaa mwingine ati mama wamechukua ana wamempeleka kwa masista. Tumeenda kuangalia mtoto kwa masista ati hayuko, hawatakangi tuone huo mtoto huko kwa masista. Sasa hivi tumeenda kuchukua chakula, nikauliza Sister Jose Maria, na nikuulize sote tuone tu mtoto wa sister yangu. Amesema mkuje Jumapili mchukue manguo muoge niwapeleke huko mtoto wako huko chini. Na ni uongo. Sasa si kazi yetu ni kuzaa watoto wanachukuliwa wanaenda wanauzwa, lakini sikupenda kwetu. Sister yangu mwenyewe sasa yule mkubwa wale ukimuona utashangaa. Uangalie yule mwenye amenifuata ndio utashangaa. Ndio mwingine hadi tuko mademu 5. Ukituangalia tu hadi nashinanga kuni huyu Mungu mwenye mnaombanga na kuanga wapi. Hatuonangi tu. Huyu mdogo afadhali amesoma form 4, Mungu alimsaidia amesaidiwa na masista. Yeye amesoma. Sasa yeye ako na mimba ndio huyo. Anakula mogoka. Hajui mimba ni ya nani. Kazi yake ametoboa kila mahali. Ona mashetani ametoboa hapa, ametoboa hapa. Kazi yake ni kukula jaba. Sasa yako na kimimba. Tena na yeye azae mtoto aibiwe. Sasa hiyo ni maisha gani? Tunaona hiyo maisha ni ngumu. Mimi ningeomba tu hata kama mimi hadi sasa mimi kuna siku nilikuwa na katizi nikikumbuka venye nilirepiwa nini hadi watu walikuwa wananichukia. Nasikia mpaka watoto wanasema Waithera alifanywa matako. Haya sorry mpaka saa zingine nakaa hivi peke yangu nakaa kama wazimu naogopa tu hata kuona watu. Yaani hiyo story imetembea Huruma mzima tao Waithera alifanywa matako. Kabla nipate hiyo peace of mind nimekaa lakini huo Jane Waithera ameniongelesha na anatupendanga tu. Hata nikae ndio sasa familia. Mimi ningeomba hata kama ni kazi, mimi naweza fanya kazi. Sasa hivi mimi niko na akili zangu. Nikishafanya kazi, Mungu anaweza nibariki tu hiyo kazi yangu niende inuke, ninunue tu mahali, tukae na masista wangu, tutoke hii area. Tunaweza enda hata si lazima hata huko Murang'a nasikianga kwa kina mati. Tunaweza enda hata hapa Maroroi. Hapo nasikianga pako na viwanja zinauzwa 50 by 100. Sasa hivi niko na akili. Hata nikapata tu hata biashara tu. Nikuwe kianzilishi. Nionyeshe hawa zile mimi mambo nimepitia saa hii mpaka ninatulia hivi peke yangu. Naona mimi naweza okoka. Lakini acha nikwambie hadi kazi ni kazuri juu saa zile tuseme niko na kibanda yangu na kata mboga. Unaona kama sister yangu mwenye ako karibu kuzaa ndamwangalilia mtoto na ndashughulika kenye tutakula. Unaona hadi hao wengine watafikiria kwenda tao. Tutakaa tu ninalipa nyumba. Hata wenyewe wananisaidia saa zingine na watu makorokocho, endeni mandizi, endeni mboga. Unaona ukiwa busy akili yako haiwezi fikiria vitu kama hizo ati nilirepiwa mara niko na ukimwi, siwezi fikiria hizo vitu. Saa hii ati huku kwa Chang'aa ndio mtu anatega ati unapata mwanaume mpaka mwingine anakudharau hadi anakuonesha mimi nakupe 50 twende shughuli. Imagine unaenda kutolea mwanaume suruali juu ya 50 bob. Na utamtolea juu na sasa uko na njaa. Cheki utamtolea juu ya nini? Ule sister yangu mdogo hajakula. Na sasa umeshinda kwa bau ukikunywa tu na baiwa na wanaume. Na utatoa hiyo suruali juu ya hiyo 50 tu utaitoa juu ya nini? Sister yangu namwangalia mimba ndio imefika huku. Hajakula, yamelala mogoka zake akizurura. Sijui anaenda wapi na huku kwa wanaume. Hadi yeye mwenyewe tu hadi yeye anajiuza na kona mimba. Namwambia kaa hapa mimi ndakutafutia tu chakula. Unalala tu na mwanaume mwingine hata anakupiga ngumi anakunyima hata hiyo 50. Mwingine anakwambia vizuri twende hivi kwa lodge nakupe 200. Na yenyewe shida ni mbaya tu. Kabla hata kuna lodge ni mnaenda ameshakunyongea kwa chuma hapo na amekupiga mangumi na amekulalisha chini kwa mchanga haraka. Si bora kwa mwanaume akishamwaga ni hivyo. Mpaka unamwambia gaki si uniache hata ya chai anakuonesha malaya aenda kupiga. Unaona?
inabidi unazidi. Wale ukifika tu hivi home hadi utaki kuona hiyo mlango, sister yako ako hapo ako kinenge, anakunywa tu maji. Na nakwambia utaenda tu kulala na mwanaume hata juu ya 50. Na seti si kitu sijaifanya, ni vitu mufanya. Kwa changa unaona ni mtu anakunywa mbao. Anakuitishia mbao. Ukishakunywa mbao ya pili na hujakula, si uko karibu hiyo. Nakwambia shida ni mbaya. Mimi nilikuwa tu naomba tu Mungu tu. Mimi nikapata tu biashara walai. Kakazi tu hata kama ni kadogo tukakuinua tu jamii yangu. Juu mimi sasa ndio wanaona mimi niko na akili. Juu hata ule mkubwa sasa hatajijuangi. Huyo sasa ndio wasi. Huyo ndio sasa mapepo zilimuingia ile ya kabisa. Huyo sasa. Huyo hatajijuangi. Sasa hawa ni mimi wanaangalianga. Sasa hii nimewaendea chakula kwa masista. Mimi nimeshindwa kukula, nimewafetch kweni mkule. Nimepoa sabuni, nimwambia mkishakula mfue nguo kidogo. Yule mwingine mwenye sasa huyo mwenye alirepiwa jana. Yeye ako tu hapo. Nikamwambia simwekee Nyambu chakula mpatilie hapo. Ni kama alifanywa vibaya, sijui. Sasa mimi nilirepiwa huku na yeye huku. Sasa mimi ndajuaje venye alifanywa na venye mimi nilifanywa. Sasa sisi tunakanga hivyo hiyo maisha. Ni kama ile kubahatisha tu life. Ukishaamka wewe ni wewe tu na mapombe zako. Hadi saa zingine utamani hata kuingia kwa hiyo nyumba, unatamani tu kukaa kwa changa hadi kukifungwa, unakatuanga kumefungwa mlango lakini ni usiku, lakini wewe umekaa hapo nje, meditation tu. Sasa mimi nikaa mimi ndio mama yao. Saa zingine hadi naangalia hivi. Kuna siku hadi nilisikia kujitia kitanzi. Nasikia tu mimi naweza jiua tu. Nashindwa sasa hii ni maisha gani? Unasikia msichana anakuambia haiwa this, sijui nini, tujakula, wote wananitegemea. Kasa hii sijakula mimi pangu. Nimewapea hiyo mchele nimepoa masista. Utakula aje? Ule ako na mimba, ule mwingine amerepiwa, ule mwingine ni mlevi amelala akikunywa. Si unawapea tu. Na juu mimi ninatembea, si Mungu atanipe tu riziki nyingine. Sasa jioni nifikirie Kenya watakula, niingie tu bado niende nioge niingie tu kwa changa. Niingie kwa changa nitafute ule mwanaume ndalala na yeye. At least anijenge kitu. Na sasa utakosaje kulala na mwanaume na utagoja sister yako akae hapo na njaa na kona kikio kimimba yake. Si unajiuza hata kama ni hiyo 50. Kwani si sabuni atitaisha. Ni shughuli haraka nini? Hadi kwa chuo mtu hadi kastandi haraka hapo anakujenga. Hiyo shughuli inaisha hivyo Wao ukishape sister yako 50 unamwambia aende ukule nini? Kaata ya 40. Kiinde ujiekee. At least unaweza sikia kukula maembe, ukule na hiyo mimi si usurvive hivyo. Wala tunateseka tu anko. Unajua tu mkula mnaniona tu. Ile maisha tunakanga huku Nairobi tuhurumie tu hata kama mama wangu aliwakosea. Tunaomba tu. Sisi ni watoto wa dada yenu tu. Kujeni tu. Si hata tutaki shamba ama nini. Mkuje tu, mtuone. Mama yetu ndio walikufa. Tulimzika kama umbwa uko Lang'ata. Tulimzika tu. Hadi tukumweka sanduku, tulimweka kwa gunia. Kujeni tu. Kama mama yetu aliwakosea, tunaomba tu mtusamehe tu. Kujeni tu, tunateseka. Maisha ni ya kulala tuna wanaume. Maisha ni ya kubahatisha. Mimi nasikianga shosho unaitanga Wanjiro. Shosho yangu tukuja tu, tutafute tu. Kama tuliwakosea, tunaomba msamaha tu. Na kama mama yangu aliwakosea tu, kujeni tu. Tunateseka. Kila saa ni wanaume tu. Hadi unasikianga wanaume wanasemaje unasikia kunyanduana, usiingie huko kwa kina Waithesi. Wala hadi unalala na kijana mdogo rika mtoto wako. Unasikia hadi hakunanga heshima hii kijiji. Unapatana na kijana anakuonesha aje rada. Namwambia safi anakuonesha si leo shughuli aje. Unamuonesha una ganji. Kama kijana mwingine amenizoeanga lakini wananipeanga pesa mzuri, ananipeanga hata 150. Saa zingine hata kama sijalala ananipea hata 50. Ananiambia wewe ni keki yangu. Nani mtoto mdogo? Anafanya hapa anashika mbuzi masikio karukaru. Maisha ya tao. Pale huwezi kaa ukiwa soba. Pale lazima utumie kitu inaitwa kalalu.
Kalalu unaijua? Kalalu ni ile mafuta ya ndege. Unanunuanga 50 bob. Unaekanga tu hivi kwa kitambaa, siko kwa chupa, unaguzisha hivi kwa kitambaa, utashinda hivi ukivuruta. Pale huwezi kaukiwa soba. Pale kwanza ndio wasi. Juu pale yenyewe hadi makanjo ndio hao wamekuja. Mnapigwa, mnapelekwa hadi Central nini. Mimi nimeenda Lang'ata sana. Nimeenda Lang'ata hadi nimeuachawa aje huko. Juu ya hiyo tao. Maisha ya tao si mzuri. Hata afadhali sasa huku. Juu tao. Kaa venye mama yangu sasa venye mama yangu alikuwa analala na mwanaume hapo na sisi tuko hapa. Mama yangu anapigwa shughuli aje. Na si ati ni ile ati ni kupembelezwa, hadi anapigwa, tunajaribu kulia nini, hadi ama Masai walikuwa wamezoeanga aje mama yangu. Kuna siku tulirepiangu sisi wote, sasa hapo ndo tulianza kurepiangu. Unajua hiyo ni laana. Mama yangu na huyo sistangu mkubwa. Huyu sasa mwenye amenifuata kwa mgongo yangu. Bahati yake mzuri alikuwa ameenda kulala kwa kibanda ingine chini hapo tu. Ni saa hiyo ni huko Mudhurwa kuko kumejengwa, tuko tunalala hizo manyumba za Mudhurwa. Nakwambia huko hadi unapata baba mwingine ni mkubwa ana hata adabu, ako na gari. Anakuja, anakuita. Anakuvalisha nguo mzuri kwa gari. Mnaenda na yeye. Anakupeleka na ni mbali na huko, kuna mali nilipeleka ngo na huko hata siwezi kuambia ni wapi, na huko Motito Andei. Na ni Kibuda. Nakwambia hiyo siku nilionanga kifo na macho. Ni ile siku watu walikuwa nakatanga ulimi. Hapo ndio sasa nilirudi soba. Na sasa niko na gamu zangu. Hata ananiambia tu nifunike chupa. Hiyo siku ndio sasa nilionanga kifo na macho. Alitoleanga bunduki hivi, sitajasahau. Mungu ananipendanga sana. Na hii ni testimony. Mimi najua hii ni testimony. Kuna siku nitatoa testimony dunia mzima hadi watu wataamini. Kuna siku tu hii ni testimony. Mimi sistukangi. Sasa wao msee akanitoleanga bunduki. Kunitolea bunduki ananionyesha aje. Ametoa hizi vitu za operation. Anataka kunikata nini? Matiti, ulimi na huku kwetu. Vizuri. Kuna wale wa polisi wa wanyama. Wale polisi wa wanyama sijui wanaitango nini. Wamekuja na gari yao, wametumulika pipi. Wenye wametumulika hivyo, huyo baba ndiye ameingia kwa gari yake na akagurumisha, akaacha hizo vitu hapo, na mimi nikasimamisha hao mapolisi hao wa hizo wa wanyama. Na hao pia wanaume ni wanaume tu, pia hao mwingine ameniambia ati acha uende ulale kwangu, bibi yangu hako. Kumbe hata bibi hayuko, amelala ananirusha vidole. Anarusha, anaweka hiki kidole, anaweka ingine. Anaweka hivi. Hai. Ile venye niliona kumekucha. Na ananifunika hadi na ananifunika na nguo kwa mdomo. Na ni hao polisi hao wanyama. Hata sasa hivi ukiniuliza ni wapi siwezi kuambia ni wapi. Lakini ile siku sasa ndio asubuhi kuna akanipeleka hivyo, kuna police station iko hapo. Akaandikisha venye waliniokota, walinitoa sijui wapi. Si Mahindra ikachukuliwa, nikapelekwa tao. Nikafuata mama yangu. Mama yangu na yeye kumbe ni kuzaa na zaa. Huko tu tao. Asi tumepitia shida mingi sana. Mingi hadi unakaanga hivi unashindwa sasa mimi ni wa nini kwa hii dunia. Sasa zingine masista wangu wananiangalia hivi tu. Wamekaa hivi kama mazuzu. Nauliza ni nini? Wameniangalia tu hivi. Kwa nini? Wewe mkubwa ndio wameanza kuvuta gamu inazubaishanga mtu hivi. Ananiangalia. Huyu mwingine naye wa mimba amelala hivi. Tumbo ameangalisha. Jua ananiangalia tunajua hawa ni njaa. Sasa tena ndio mimi nashindwa tena hii ni maisha gani? Mbona usilale na mwanaume na 50? Ndio dada yako akule. Sasa shida ni atazaa. Atazalia kwa ile nyumba. Hiyo nyumba yenyewe maji mvua venye ilinyesha maji ilijaa. Saa hii hadi saa hii sijui ameenda, nimemwacha huko anakula. Saa hii ako karibu kuzaa. Nikimwangalia hivi hata yeye hajui mimba alipata lini. Ako karibu kuzaa. Ataka kwa hiyo nyumba. Halafu tu mimi naomba tu mtu tu akajitolea anilipie tu hii kitu ya kwenda kwa choo.
nitolewe tu kwa mwili yangu, iache tu kuexpire tu kwa mwili yangu, naweza furahi tu sana. Mimi sasa hivi ni maiti. Hii kitu wala hadi juzi nimeenda kwa choo ninakumia tu nyama hadi nasukuma tu nasema nasikia imenikaza. Ni nyama tu, mtu tu ajitolee tu, anisaidie tu, nitolewe hii kitu, twende tu Karen nitolewe hii kitu. Ina expire tu kwa mwili yangu. Sasa hivi ni maiti natembea. Na ndio hao watu wenye tu walinifanya hivyo, ndio hao watu wanatembea tu, naona kwa macho yangu mbili. Naona tu. Tafadhali wangeniuanga. Sasa hivi ni maiti ninatembea. Hii kitu sasa imepitisha miezi 3, sasa ita expire, imesha expire already. Imeshapitisha miezi. Mtu tu akajitolea tu nitolewe hii kitu, ni kitu tu ndogo tu, nitolewe tu. Yule mama alikuwa ananisaidia, sasa sijui alienda wapi. Pastor mwingine anaitwa Jane Watere. Sijui alienda wapi. Nitolewe tu hii kitu. Niende choo kama wale watu wengine. Naweza furahi sana. Juu hadi saa zingine narusha tu hivi kidole nasikia tu kuivuruta, lakini naona ndajidhulumu. Juu kuna venye imewekwa hadi na kapipe. Mimi nikaona tu mahali pa kuenda, wala mimi naenda. Hadi saa hii mtu tu aniambie, "Wait, tuende." Hadi mimi wala mimi naenda. Niacha ni tu, mimi nimeamua kuchange. Mimi nimepitia maisha mingi. Mimi nimeamua kuchange. Wala mimi Mungu nimeamua tu kuchange. Nimeamua tu. Mimi nikaona tu mahali tu nikae tu. Mahali naoga tu, nakula na kunywa. Naomba Mungu at least tu nikae, alafu tu nipate, after hapo nipate tu kazi, nikomboe tu nyumba. Mimi tu nitoke tu kijiji, niondoke hizi mihadarati. Juu saa zingine hata sisikii kukunywa, lakini unajipata tu juu ya hizi bad company. Mimi nikapata tu mahali niondoke tu kidogo. Mimi najua tu hiyo kidogo tu hivyo Mungu amenitoa hapa, amenipeleka mahali. Hai. Mimi nafaulu. Sasa mimi nafikiria tu kutoka kwa hizi mihadarati. Nimetumia hizi vitu sana. Na madhara ya pombe ni mengi. Kando hata na kurepiwa, mwanaume hadi anakupe mbona na ni usiku umepatana naye na kutolea mbona anakuambia nyonya hapa mala unapigwa kama mbona unamnyonya mpaka anamwaga. Na amekuachanisha hapo, amekupiga mateke zote. Amekuacha hapo umeanguka chini. Unaona? Ana venye mimi nafura hapa miguu silalangi na zurura usiku mzima. Miguu mpaka zinafura. Nikiamka niko tu kwa pombe. Nitafute mwanaume nilale na yeye. Na ni wale wanaume wanakudharau ati 50 bob. Imagine unatoa tu suruali juu ya 50. Na ni vijana wengine ni wadogo, guy. Hadi unaangalia kijana akiwa juu yako hivi. Unajichukia tu. Sasa najua tu. Hata sisi yangu juzi ameniambia kuna mama mwingine amemwambia ama atamuuzia mtoto. Ona venye tunadharauiwa. Sisi yangu mwenye kona mimba, mama mwingine anamwambia ati ama atamuuzia mtoto waende wakae na yeye kwake Kasarani. Yeye muangaliange akiwa na mimba, alafu akizaa mpe pesa, yeye mwachie mtoto wapi huko. Sister yangu hadi alikuwa amekubali, nikamwonyesha una akili. Kwanza huyo mama ni mama mgani? Akaniambia ni mama mwingine rafiki ya mama mwingine wa hapa juu. Tukaenda kwa mama nikamwambia, nikamtusi kwanza nilienda nikiwa KO. Nimemwanika kwa barabara na mama unataka ati huyo rafiki yako anataka kununua mtoto wa sister yangu. Kwani nyinyi mnatubebanga aje? Sister yangu ananiburutanisha na niambia ati niache kuchachisha na muonesha yeye niondolee ujinga. Wewe uko idhaa ya kuuza huyo mtoto, si ndio? Hata sijui kwa hii dunia. Nikaa sisi tulikuja hii dunia na makosa. Hadi kuna wimbo nyingine ninaimbanga tu yangu na kitu. Kaito ritorea seja nivyo. Kaito kirede ino na mahetia. Yani kwani jina yetu ilibadilishangu. Kwani tulikuja hii dunia na makosa vitu kaa hizo. Niko na wimbo yangu moja tamu sana ya Kikuyu. Kaito ritorea seja nivyo. Kaito kirede ino na mahetia. Niko na wimbo yangu tu. Yani nikiangalia ngama sister yangu hivi naongezea chorus. Unaona wimbo inakuja aje juu ya zile shida nimeona na watoto wetu. Walai mamangu ndio tulimzika kama umbo. Shimo ya wenyewe Lang'ata tumemrusha nini si tukamagam tumemwagilia mchanga haraka. Walai nyinyi ati shimo mlinunua pesa ngapi? Pelekeni sanduku yenu huko tumezika mamangu. Lang'ata tumechachisha aje maumbu mpaka tunaondokewa kwa barabara. Nini? Maiti tumebeba tumeika kwa gunia na mkoko. Wawe mpaka Lang'ata. Mochari tulimwendeaje? Ati mnakata ati hapo, ati mnakata hapo, ati kutupatia mwili ya mamangu. Waje itakuaje?
Ai, iwezekani. Mkoro. Rada. Ria, huko. Nini kwanza hata tutaki kutolewa, sisi ndio tunajitoleanga mwili yetu. Hadi saa hii nikakufa, walai machokora wananiendea huko. Mochari nini? Haraka.